Tiba za asili zipo au hazipo, na kama zipo ni wangapi wamefaidika nazo? Kwenye taarifa ifuatayo, Frank Otieno anatupatia masimulizi kuhusu kijana mmoja aliyetahiniwa mwaka huu katika kidato cha 4, mtihani ambayo nusura ikose kwa sababu ya ugonjwa uliomnyima raha na kuhitajika kufanyiwa upasuaji. Upasuaji huo ulikuwa ghali sana, na hivyo mamake kuamua kumtafutia tiba mbadala. Simon Kimani Kamau ni kijana aliyesononeka sana kutokana na ugonjwa uliomhangaisha kwa muda sasa. Kimani alipatikana na hali iitwayo katika lugha ya madaktari kuwa aortic aneurysm. Aortic aneurysm ni hali inayoonyesha kutanuka na kupanuka kwa mshipa mkuu unaotoa damu safi iliyokwisha kupokea hewa safi ya oksijeni kutoka mapafuni na kupitishwa kwenye moyo tayari kusambazwa kote mwilini. Aortic aneurysm humsababishia mgonjwa maumivu makali tumboni, kifuani, mgongoni na kukosa raha kwa ujumla. Hayo ni kutokana na kutatizwa kwa usambazaji damu mwilini pale mshipa mkuu uitwao aorta kwa lugha ya biolojia kutanuka na saizi yake kuwa isiyo ya kawaida. Ndiyo hali aliyokumbana nayo Simon Kimani Kamau, aliyekuwa mwanafunzi katika shule ya sekondari ya Subukia, kaunti ya Nakuru. Mamake Bi Margaret Mwende akawa mtu wa mawazo muda wote na kushikwa na wasiwasi ikiwa kweli kijana wake angeweza kufanya mtihani wa KCSE ya mwisho wa elimu ya sekondari mwaka huu. Hali ya kijana ilizidi kuwa mbaya, na sasa alichohitajika kufanyiwa ni upasuaji spesheli ili kurekebisha hitilafu hiyo kwenye mshipa mkuu. Hospitali ya Nairobi Heart Clinic ikamwandikia barua ya kumtaka aende nchini India kwa zoezi hilo ambalo lingemgharimu shilingi milioni 2.5. Tulipofanya mchango, pesa hasikutosha juu tulikuwa tunatakiwa 2.5 million na tukapata 1,500 peke yake. Lakini ile pesa ilikuwa inatakikana ni 2.5 million. 1.5 ya matibabu. Kitu kama 1 million, yule mtu ataenda naye na kukaa naye na kumulisha. Mungu naye si athumani. Maji yalipoonekana kuzidi unga, wazo lilimjia mamake kijana huyu, tiba za miti asili. Ndipo wakajaribu bahati ya kutembelea kliniki za tiba za asili huko Nakuru. Mimi kuna pahali palifika nikawa nimefika mwisho. Na Mungu akaingilia kati, tukaweza kupata daktari wetu ambaye anaendelea kunitibu. Hayawi huwa Kimani hatimaye alijiunga na watahiniwa wenzake katika shule ya sekondari Subukia, na furaha haikufichika machoni pa kila mtu. Walimu na wanafunzi wenzake wakawa na shukrani nyingi kwa Mwenyezi Mungu kwa kumpa neema, ari na matumaini ya kujipangia maisha yake ya siku za usoni. Waafrika walitegemea tiba za miti asili kabla ya wakoloni kuja. Tiba hizo yamkini ni njia mbadala wakati magonjwa fulani yanayotishia uhai yanapogonga hodi. Dawa yetu ya kienyeji ina dhamana nzuri kuliko ile ya kizungu, kwa sababu tunapata other than Kimani ambao amekuwa na figo ambao imetokana na infection na za pneumonia, ni kwamba watu wengine wamepata madhara ya figo kutokana na kunywa dawa ya kemikali. Madaktari wanatibu, Mungu anaponya. Tiba na uponyaji umeonekana kwa kijana Kimani ambaye hadi sasa hajaenda India kwa upasuaji, lakini matumaini yapo kwamba anazidi kupata nafuu. Aortic aneurysm ni hali inayoweza kusababisha kuganda kwa damu kutokana na damu kupunguza kasi inapofika pale palipotanuka kwenye mshipa mkuu aorta. Frank Otieno, KTN leo Jumapili.